السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu katika kitabu Shi'atu Shaitan cha Sheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullah ta'ala. Leo tutaanzia thania ashara katika kurasa wa 64, ikiwa tunaeleza itikadi za Mashia. Tumefikia itikadi ya 12, thania ashara 12, min aqaidi shi'ati alfasida, miongoni mwa itikadi za Mashia zilizokuwa mbaya. Qauluhum, ni kauli yao, birraj'ati, kuhusiana na kurejea. Mashia wao wana itikadi ya kwamba maimamu wao watarejea. Hii ni katika aqida miongoni mwa aqida za Mashia. Fahum, na hao Mashia, ya'taqiduna, wana itikadi, anna Muhammada ibn al-Hasan al-Askari, ya kwamba imamu wao Muhammad ibn Hasani al-Askari al-Mahdi sayaudu fi akhir az-zaman, imamu wao huyu atarudi katika zama za mwisho. Indama ya'dhanu Allah, wakati ambao ya'dhanu Allahu lahu bil khuruj, katika kipindi ambacho Allah atamruhusu, Allah atampa idhni yeye bil khuruji, ya kutoka. Tulishasoma huko nyuma kuhusiana na ghaibatu sughra wa ghaibatu kubra, kwamba imamu huyu al-Mahdi alipotea katika al-ghaibatu sughra akiwa na miaka 4, kisha akapotea tena. Alipopotea mara ya pili mpaka leo hajarudi, miaka takriban 1000 imepita mpaka leo hajarudi, na wao wanamsubiria arudi. Hawafanyi chochote mpaka imamu wao arudi. Jihadi ikitangazwa, wao hawapigani mpaka imamu wao arudi. Kadhalika daula, wanaitikadi kwamba hizi daula si daula za Kiislamu. Daula ya Kiislamu ni pale atakaporudi imamu wao. Kwa hiyo wanamsubiria imamu wao atoke pangoni, ambapo ameingia huko na ameingia na msahafu wa Fatima ambao ulifika kwake, akapotea nao huko pangoni. Ni miaka 1000 imepita, bado yupo pangoni huko. Wanakwenda mara kwa mara katika pango na kwenda kumuita na kumuomba atoke. Wanachinja wanyama katika hilo pango. Kwa hiyo hii ndio itikadi yao ya raja, kwamba maimamu wao baada ya kufa watarejea. Wanamsubiria al-Mahdi kwamba atarejea. Kwa hiyo atarejea pindi Allah tabaraka taala atakapompa idhni ya kurejea. Allah akiamua kwamba Mahdi atoke, basi ndio kiyama, ndio dalili kubwa za kiyama kwa wao. Ndio wakasema fi akhir zaman, katika zama za mwisho. Maana kutoka kwa Mahdi wa Kishia kwa wao ndio mwishoni wa zama, kukurubia kiyama. Na sisi ahlu sunna tuna Mahdi wetu, ila sisi Mahdi wetu ametokana na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam.
Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kuhusiana na Mahdi. Sawa, tena jina lake anaitwa Muhammad bin Abdullah, kama vile jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ismuhu ka ismi, jina lake kama jina langu. Atatokea huyu Mahdi. Sasa wao Mashia wanasema huyo Mahdi ni Mahdi wao. Sawa, tayib. Wayakuluna, na wanasema Mashia, annahu, hakika huyo Mahdi, hina audatihi, wakati wa kurejea kwake, sayamla'ul arda adlan, ataijaza ardhi adlan, kwa uadilifu. Atatokea Mahdi katika kipindi ambacho dunia imejaa dhulma, dunia imejawa na dhulma, watu wanadhulumiana, wanauana pasi na sababu. Kwa hiyo Mahdi atakuja katika kipindi hicho na ataijaza ardhi uadilifu. Sayamla'ul arda, na ataijaza huyo Mahdi, kuijaza ardhi adlan, uadilifu. Kama muliat, kama ilivyojazwa ardhi, kama muliat, kama ardhi ilivyojazwa, jauran, sawa, dhulma, maana pia jeuri, wa dhulman, na dhulma. Kisha akasema wasayaqtassu, na atalipa kisasi, wasayaqtassu, na atalipa kisasi, min khusumi shi'ati, kwa wale wagomvi wa Mashia. Wasayaqtassu, na atalipa kisasi, min khusumi shi'ati, wale wagomvi wa Mashia. Kama sisi ahlu sunna tuna ugomvi na Mashia, kwa hiyo Mahdi wao akitoka atalipa kisasi kwetu sisi, atatuua. Ala madari tarikh, juu ya mzunguko wa tarikh, kwa maana kuanzia fikra hizi zianze kuja mpaka huko zitakapoishia, atakapokuja Mahdi. Wote ambao wana ugomvi na Mashia, Mahdi atakapotokea atalipa kisasi kwa watu hawa. Waqad qalat al-imamiyatu, na wamesema Shia imamia ithna sharia, qatibatan, wote, birraj'ati, wamesema kuhusiana na kauli ya raja'. Waqad qalat al-imamiyatu qatibatan, na wamesema Mashia imamia qatibatan, wote, birraj'a, kwa kauli ya raja', wote wamesema, bighairi al-istithna. Bal qalat ba'dhu firaqihim al-ukhra, bali wamesema baadhi ya makundi yao mengine, biraj'ati ba'dhi al-amwati, juu ya kurejea kwa baadhi ya maiti. Sawa, sio kufufuliwa, tustafsiri kati ya kufufuliwa na raja'. Hii wanakusudia raja' kwa maana ya mtu kafa alafu aje tena duniani. Sawa, Shia wanaitikadi hivyo, waliliitikadi hilo kwa Imam al-Mahdi, lakini wengine wakaenda mbali, wakawa wanaitikadi hata baadhi ya watu ambao ni Mashia, katika Mashia wanaweza wakafa alafu baadaye wakarejea tena. Itikadi hatari kabisa. Qalat ba'dhu firaqihim al-ukhra, na yamesema baadhi ya makundi yao, kwa sababu Mashia wana makundi mengi. Kwa hiyo baadhi ya makundi ya Mashia yamesema biraj'ati ba'dhi al-amwati, wamesema kauli ya kurejea baadhi ya maiti. Dhakara Abbas al-Qummi, amesema Abbas al-Qummi fi Muntaha al-Amal, katika kitabu chake hiko, qala as-Sadiq alayhi salam, Ja'far as-Sadiq anasema, laysa minna, si katika sisi, man la yu'minu biraj'atina, yule ambaye haamini kurejea kwetu. Kwamba Mashia wakifa baadhi yao wanarejea, ikiwa wewe huamini hilo, basi wewe si katika sisi. Wala yuqirru bihillil mut'ati, na si katika sisi yule ambaye hakiri, hakubali uhalali wa mut'a. Sawa. Kwa hiyo Mashia wanaitikadi
itikadi hii ya ar-raja', kwamba watu, baadhi ya watu wanapokufa, mtu kafa labda miaka 700 iliyopita, anaweza leo akafufuka tena. Wa naqala Muhammad al-Baqir al-Majlisi, akasema Muhammad al-Baqir al-Majlisi an ibn Babawayhi, kutoka kwa ibni Babawayhi fi ilal ash-shara'i', katika kitabu hiko anil imam Muhammadin al-Baqir, kutoka kwa imam Muhammadin al-Baqir alayhi salam, annahu qala, kwamba al-imam Muhammad al-Baqir amesema, idha dhahara al-mahdi, pindi atakapodhihiri mahdi, fa innahu, hakika yeye huyo mahdi sayuhyi Aishata, mahdi atamhuisha Aisha, wa yuqimu alaiha alhad, na atamsimamishia yeye had. Sawa, sayuhyi Aisha, atamhuisha Aisha, wa yuqimu alaiha, na atamsimamishia juu yake huyo mama Aisha alhadda, had ya kisheria, kwa sababu wao wana itikadi kwamba mama Aisha ni mzinifu. Sawa, ndio akida ya Mashia. Wao wanaona kwamba mama Aisha ni mzinifu, na wakati ayati zimekuja zikimtakasa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, ila Mashia wanang'ang'ania kwamba ni mzinifu. Sasa wanasema Mahdi akifufuka atamfufua, atampa uhai mama Aisha, alafu atamsimamishia haddi ya zina. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshindwa kumwadhibu mama Aisha, kumsimamishia haddi mpaka al-Mahdi ndo aje, kwa maana Mtume alikuwa haelewi, au aya ambazo zimekuja kumtakasa, manake Allah amesema uongo, sio hivyo? Sababu aya zimekuja kumtakasa, kwa manake zile aya zinasema uongo. Yani ukiwafikiria Mashia ni watu wa hatari kabisa, na ndio maana hawaamini Qur'ani yetu. Yote haya sababu ya nini? Hawaamini Qur'ani yetu. Kwa hiyo hizi ayati zilizokuja kumtakasa mama Aisha wanaona kwamba hizi sizo, zinaelezea labda jambo jingine, au ni aya ambazo hazipo. Hata kama watakuwa wanazisoma, wanasoma kwa takia, lakini wanaamini kabisa hii siyo. Na ndio maana wakaja na kauli hii. Kisha akasema, waqad dhakara Muhammadun al-Baqir al-Majlis fi kitabihi Haqqul Yaqin, katika kitabu chake hiko Haqqul Yaqin, ametaja kalaman, maneno, tawilan, marefu, hasiluhu, natija yake hayo maneno au uhalisia wake. Hasiluhu, uhalisia wake hayo maneno, annahu, hakika mambo yalivyo, idha dhahara al-mahdi, pindi atakapodhihiri mahdi, qubayla al-qiyama, karibia na siku ya kiyama, fa innahu sayanshaqqu jidaru qabri rasuli sallallahu alayhi wasallam. Hapa inategemea fa innahu utatafsiri vipi. Kama ukitafsiri fa innahu, hakika mambo yalivyo, yanshaqqu jidaru qabri ar-rasuli sallallahu alayhi, manake litapasuka. Ukisoma hivyo itakuwa sawa, kwa maana jidaru itakuwa ni fa'il. Lakini ukirejesha dhamiri ya fa innahu kwa mahdi, pale utaika fatha. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu ilivyoandikwa, fa innahu, hakika mambo yalivyo, yanshaqqu, utapasuka, jidaru qabri rasuli, ukuta wa kaburi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume si ndo kazikwa hapa, Abu Bakari pembeni, Umar pembeni, ule ukuta ule ambao umezungushiwa, amezikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wawili, utapasuka ule ukuta. Wa yukhriju Aba Bakrin, wa yukhriju, akhraja yukhriju, na atamtoa Aba Bakrin, Mahdi atamtoa Abu Bakar, wa Umar kadhalika atamtoa Umar,
min qabraihima, kutoka katika makaburi yao mawili. Sawa? Fayuhyihima, kisha Mahdi atawapa uhai Abu Bakar na Umar. Thumma yaslibuhuma, kisha atawasulubu. Sawa? Kwa hiyo pale ambapo kazikwa mtume Abu Bakar na Umar, ukuta utapasuka. Ukuta ukipasuka, Mahdi atakwenda atamchukua Abu Bakar na Umar ambao wamezikwa katika kaburi la pembezoni mwa kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Atawachukua Mahdi alafu atawapa uhai. Hiyo ndio itikadi ya nini? Ya rajaa, kwamba wanaweza watu wakarejea ambao wamekufa. Kwa hiyo Mahdi atawapa uhai, akiwapa uhai atawasulubu. Sawa? Atawasulubu kwa kuwa hawa ni makafiri, walifanya khiana mbele ya mashia wanavyodai. Barrawa al-Majlisu anin Nu'mani, bali amepokea al-Majlis anin Nu'mani anil Imam Muhammad al-Baqir, kutoka kwa Imam Muhammad al-Baqir annahu qala, kwamba yeye amesema lamma yadhharu al-Mahdi, pindi atakapodhihiri Mahdi, fa awwalu man yubayi'uhu, angalia utovu wa adabu huu, fa awwalu man yubayi'uhu, wa kwanza kumpa bai'a, wa kwanza kumpa Mahdi kiapo cha utiifu, Muhammadun alayhi salatu wassalam, ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani mtume ampe kiapo cha utiifu Mahdi. Thumma Ali, kisha Ali atampa Mahdi kiapo cha utiifu. Wa yusaiduhu Allahu bil malaika, na atamsaidia yeye Allah bil malaika, na malaika. Wa yusaiduhu Allahu, Allah atamsaidia Mahdi bil malaika, kwa malaika. Kwa atakuwa na usaidizi wa malaika. Ndiyo Sheikh anasema hivi, wa hadha as-sukhfu fihi a'zamu al-ihanati li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha as-sukhfu, na hii akili dhaifu. Wa hadha as-sukhfu, na hii akili dhaifu, fihi, ndani yake, a'zamu al-ihanati, kuna ukubwa wa kumnyongesha, li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kumnyongesha, kumdogodesha mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani mtume ndo atoe kiapo cha utiifu kwa Mahdi, huku ni kumdogodesha mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi ni akili dhaifu, akili za bangi hizi. Walakinnahum, lakini hawa arrawafidh, marafidha al-anjas, ambao ni najis, amalahumullahu bi'adlihi, awashughulikie Allah kwa uadilifu wake. Walakinnahum arrawafidh, lakini hawa ni marafidha, mnatarajia nini kutoka kwa watu kama hawa? Walakinnahum arrawafidh, lakini hawa ndiyo marafidha al-anjasu, ambao ni najis, amalahumullahu bi'adlihi, Allah awashughulikie, awalipe Allah kwa uadilifu